Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, anafanya mambo maishani mwangu. Yesu wa baraka, Yesu ni mzuri we, Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri, Yesu ni mtamu, Yesu ni mtamu, Yesu ni mzuri. Thank you, Holy Spirit. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu Kristo. Basi wana wa Mungu, karibuni sana kwenye ibada leo. Nimefurahi kuwaona mkiwa mmefika kwa wakati kwenye nyumba ya Mungu. Mungu awabariki sana. Haleluya. Basi karibuni sana. Okay, fine. Karibuni sana. Leo tuna somo zuri linasema kwamba uwezi kutawala na kumiliki kama una nguvu. Chochote hapa duniani kinahitaji nguvu. Hata kula chakula tu unahitaji nguvu, kwa sababu kuna watu wanatamani kula lakini hawezi kula kwa sababu hawana nguvu ya kula. Kwa hili uweze kutawala na kumiliki lazima uwe na nguvu. Sasa leo tutajifunza aina za nguvu, ili ujue wewe uko wapi, na kama una nguvu kabisa unahitaji nini ili uweze kumiliki na kutawala. Ujue ufanyeje ili uweze kumiliki na kutawala. Sasa mimi nitakapokuwa nafundisha zipo nguvu nyingi, lakini leo nitafundisha nguvu aina 4. Kwa hiyo wewe utaangalia kwenye hizo nguvu uko sehemu gani, na kama uko upande huo wa nguvu hiyo ni ipi ambayo iko sahihi, kwa sababu kuna nguvu ile ya kwanza ndio iko sahihi, lakini kama uko kwenye hizi nguvu zingine nitakazozitaja ni vizuri ukajirekebisha ili uende kwenye ile nguvu ya kwanza ambayo utaiongelea mwisho, ambayo ndio nguvu ambayo inatakiwa uwe nayo ili uweze kumiliki na kutawala. Lakini kama unaishi tu, kwa sababu kuna vile kuna watu wanaishi tu hawana nguvu yoyote, anaishi tu anaishi, hao leo sitawaongelea, nitaongelea siku nyingine, ila mimi naongelea watu wenye nguvu. Kwa lazima uwe sehemu hiyo ili uwe na nguvu. Haleluya. Kitu cha watu wa kwanza kabisa ambao wana nguvu ni watu wasio haki. Yaani watu wasio haki. Hao watu wana nguvu, wanamiliki na wanatawala. Fungua kitabu cha Zaburi 1:1. Zaburi 1:1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu ambao sio haki na unashauriwa kabisa usiende kwenye shauri lao, kwa sababu wana mashauri. Watakushauri uishi pasipo haki ili uweze kumiliki. Yaani wenyewe wanamiliki kwa sababu pasipo haki. Hawaoni hatari kufanya jambo lolote wanapotaka kumiliki cha kwao. Ndio ofisi fulani unakuta na bosi ana vibarua wa kulipwa shilingi 10,000 na ni tajiri, lakini hela ipo anawapa 3,000. Afa anaambia kesho mtakuja kuchukua nyingine. Yaani hana huruma na mtu yoyote. Huyu ni mtu asiye haki. Yuko tayari kuona mnafanya kazi hata wakati hamna kazi. Yaani ni mtu ambaye hana haki. Yuko tayari kufanya kitu chochote cha hovyo imradi aweze kumiliki hiyo fedha, aweze kumiliki ndoa, aweze kumiliki chochote. Kuna mtu ashaye kuja kuniambia, pastor, omba yule dada afe mimi niolewe pale. Mimi pastor, mtu ashaye kuniambia, wameachana kosa hivi wako mbalimbali, kwa omba tu afe au. Yaani hebu ona mtu kama huyo. Huyu ni mtu asiye haki. Yuko tayari kwenda kuimiliki ndoa kwa sababu mtu mwingine afe. Hivi mmenielewa mpaka hapo? Huyu ni mtu asiye haki. Hawa watu wanatawala sana, wanamiliki sana, hawana huruma na mtu, hawana huruma na mtu, hawana huruma. Kwa hiyo wewe usikubali kuingia kwenye hichi kikundi. Hichi kikundi ndio wanaua wazazi wao, wanaua watoto wao ili akamiliki, akafanyia kafara. Yaani anafanya chochote ili hichi kikundi. Kwa hiyo ukipata mtu kama huyu anakushauri ufanye hivi ili uweze kumiliki na kutawala, usikubali, kwa sababu hawa sio watu wa Mungu. Hawa ni watu wasio haki, hata Mungu hamjui. Na anakana mbele za watu kabisa kwamba mimi, unakuta muda mwingine anakuambia mimi naabudu mizimu.
mimi simjui Mungu, mimi nafanya hivi. Watu hawa wanamiliki na kutawala. Nguvu wanaipata wapi? Nguvu wanaipata kwenye zile roho chafu, ndio maana zinawaongoza kufanya hivyo. Na watu hawa wengine sio watu, japokuwa sitaki kufundisha hiyo sana. Yaani watu hao wenye roho ngumu wengi sio watu. Unakuta mwenye ule mwili hayupo. Yaani mwili una kiumbe kingine kinatembea nacho duniani. Kwa hiyo muda mwingine mnaweza kufikiri mnatembea na ndugu yenu au mnatembea na mtu fulani, kumbe sio yeye. Kumbe kuna roho chafu imeshaingia, imeshachukua ile roho, imeondoka. Kwa hiyo nyinyi mnadili, kumbe mnadili na pepo. Haleluya. Tumeanzia 4 tuende 3. Nafasi ya 3 ni wale watu wanaompenda Mungu. Umejua kuna watu wanampenda Mungu Sasa kwenye makanisa ya dini, kanisani hakosi Jumapili, ibada zote hakosi, kila kitu hakosi. Tunataka kujenga kanisa, yuko tayari kutoa hadi eneo lake. Tunataka kufanya hivi, anafanya chochote, anampenda Mungu. Lakini huyu mtu amuishi Mungu. Hilo ukimwambia Mungu, unaweza kumkuta anakunywa bia huko anasikiza nyimbo za gospel. Yaani anakunywa pombe huko anasikia kwaya kabisa, anatikisa kichwa. Ana shida. Unaweza kumkuta yuko kwenye mahusiano ambayo si halali, lakini anaendelea kupiga magoti. Yaani ametoka kwa mke wa mtu au mume wa mtu, lakini anapiga magoti, anaomba, Bwana Yesu nilinde. Yaani anaga hofu, anampenda Mungu na anajua Mungu anamwamini. Watu wanampenda Mungu, ila hawamiliki kupitia kwa Mungu. Watu hawa wanapenda kwenda kwa waganga. Ndio wale watu unakuta anakuja kanisani na kwa mganga anaenda. Yaani kanisani anakuja kama hapa hivi, lakini kwa mganga ameenda. Anakuja kanisani amezulumu watu. Amekuja kanisani ametapeli watu. Yaani anakuja kanisani lakini na fungu la 10 anatoa. Ila watu wanampenda Mungu, ila wamuishi Mungu. Hawa wengi wanatawala kupitia uchawi. Na watu hawa mara nyingi wakiwa kanisani, ukikuta mchungaji dhaifu, wanamteka mchungaji. Kwa sababu wanajifanya wanampenda mchungaji pale. Mchungaji anataka gari, atamnunuliwa gari. Mchungaji, yani unaweza kushangaa mchungaji mwenyewe akaingia kwenye mfumo wake. Mchungaji anataka kusafiri, milioni 5. Lakini lengo ni kukuingiza kwenye mfumo wao. Ndio maana unaweza kushangaa kwenye kanisa fulani, sehemu fulani, watu wenye hela wana kipaumbele fulani hivi, lakini sio kwamba wale ni watakatifu. No. Wanampenda Mungu, lakini ni wasio haki. Watu ni wengi sana kwenye makanisa. Ni wengi mno, wako tayari kutoa mali zao zote kwa ajili ya Mungu, lakini wanapenda uchawi na wanatawala kwa uchawi. Ile ikifika swala la Mungu, hata ukimpelekea kadi ya mchango kujenga kanisa, anatoa saa hiyo hiyo. Haina shida. Mkimwalika kuwa mgeni rasmi, anakuja anafanya vyote, lakini mali zake anazipata kwa njia za kiganga. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9. Tumefika? Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu na taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Haleluya. Amina. Kwa hiyo mtu anaweza kutisha watu, lakini anatumia uchawi. Mimi hapa kanisani nimeona na watu wanakuja kanisani hapa, wanakuja kusali, ila wametoka kwa waganga wa kienyeji, na ni mkavu kama kaukau. Anakuangalia kwa ukavu kabisa. Niombe monster, niombe. Sasa unajiuliza, nimuumbue ni nyamaze? Nikasema hivi, atanichosha, hebu niachane naye, nafanya ya kwangu. Lakini nikuhakikishie, kama tabia hiyo mtu unayo, wewe unampenda Mungu, lakini umuishi Mungu. Hakuna na chochote ulichokuwa nacho unakimiliki kwa sababu ya nguvu hiyo ya ziada uliyokuwa nayo. Toka huko. Acha kumchanganya Mungu na uganga. Acha kumchanganya Mungu na ushenzi. Mungu ni mtakatifu. Ukiamua kumpenda, kuna namna ya kumuishi ili uweze kummiliki Mungu unavyotaka wewe. Mungu ni Mungu wa rehema. Kwa nini makanisa watu wengi hawana hela? Hawana hela kwa sababu hawataka kumtafuta Mungu. Ujanja mwingi wanampenda Mungu. Ikifika muda kuomba, anaomba, anafanya vyote, na ananena hadi kwa lugha. Rabashanda katoka kwa mganga wa kienyeji.
Hakuna kitu Mungu anachukia kama uchawi na uganga. Hivyo vitu ni chukizo mbele za Bwana. Mungu wetu ni mtakatifu. Haleluya. Lakini watu wa aina ya wanaotawala na kumiliki wa aina ya tatu, wanaomwamini Mungu. Watu wanaomwamini Mungu. Hawa watu wanaomwamini Mungu wanatawala kwa ufahamu. Yaani kwa waganga hao watu hawaendi kabisa. Kwa hiyo kitakachosababisha waweze kutawala ni ufahamu walioubeba kupitia Mungu. Wanamwamini Mungu. Fungua kitabu cha Methali 8 mstari wa 14. Tutasoma mpaka 21 taratibu, lakini nasema hivi. Methali 8 mstari wa 14. Shauri ni langu nukta koma na maarifa yaliyo sahihi mimi ni ufahamu. Kwa hiyo anayejieleza hapa anaeleza ni ufahamu, kwamba kumbe mtu mwenye ufahamu ana shauri ndani yake, ana maarifa yaliyo sahihi ndani yake. Kwa hiyo huyu mtu anakuja kutawala na kuongoza kwa sababu ya ule ufahamu alioweka ndani yake. Kwa hiyo kama ana ufahamu hawezi kutawala. Huyu mtu anayemwamini Mungu, yeye anamwamini Mungu. Kwa hiyo akija kanisani, akienda sehemu yoyote, ni mtu wa kupenda kuongeza ufahamu ili awe mtu mkuu. Mtu wa kupenda kuongeza ufahamu, kwa sababu kwenye ufahamu kuna kila kitu, kuna hekima, kuna maarifa, kuna kila kitu. Kwa hiyo huyu mtu atatawala tu na kuongoza tu kwa sababu ya ufahamu alionao ndani yake. Kwa hiyo ukimkuta naumwa, ana ufahamu kwenye masuala ya magonjwa. Amesoma vitabu vingi, anajua kufanya mazoezi, anakula vizuri, anaishi vizuri, akiumwa aenda hospitali, ana ufahamu, muda wa kupumzika. Yaani anaishi kwa ufahamu. Hao watu ambao wanamwamini Mungu ni ufahamu unaowabeba. Akifika sehemu kanisani, ana ufahamu wa kumtolea Mungu, kwamba mimi ili nifanikiwe. Yaani huo ufahamu ndio unasababisha yeye awe mtu fulani na anamiliki. Kwa hiyo hawa watu na wenyewe wapo, wanaishi kanisani. Ndio maana kuna siku nilishakwambia unaweza ukawa kanisani wewe ni tajiri, ukamiliki vyote, ukawa na masomo, ukasoma, ukaenda sehemu yote, na mbinguni uendi. Na ukashangaa kwa nini mimi nimebarikiwa, nina nyumba, nina magari, na mbinguni sijaenda. Haujaenda kwa sababu inawezekana uko kwenye kundi la kwanza, kundi la pili ile wanaompenda Mungu, au ili kundi lingine wanaomtegemea Mungu, wanaomwamini Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu unanisikiliza, hebu endelea mbele. Hebu ngoja nisome mimi mwenyewe. Okay, fine. Okay, sawa. Inasema hivi: kwa msaada wangu wafalme umiliki. Kwa msaada wa nani? Wa ufahamu. Kwa sababu ufahamu anaongea. Kwa msaada wangu wafalme wanamiliki. Sio kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa ufahamu. Na wakuu wanahukumu kwa haki. Yaani yeye ameweka ufahamu ndani yake, anaamua na hukumu kwa sababu ya ufahamu, lakini sio Mungu. Nitawaeleza baadaye. Ufahamu uko ndani yake. Na kwa msaada wangu wakuu utawala, na wangwana na waamuzi wote wa dunia hii. Anasema na wapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mstari wa 18, utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri udumuo na haki pia. Kwa hawa watu wanaweza kumiliki, wakawa matajiri, wakawa watu fulani, kwa sababu utajiri uko ndani yao. Ngoja kabla sijaendelea hapa nikukwaze kidogo, nikuchanganye kidogo hapa. Ukiwa umeokoka na ukaona kwenye wokovu unaishi maisha ya taabu, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, lakini uko kwenye wokovu, tatizo liko kwako wewe, sio Mungu. Ufahamu wako kuna shida. Kuna kitu hakiko vizuri. Kuna kundi hili la tatu la ufahamu na kundi ambalo tunaenda kuliongelea mwisho. Haya makundi lazima yawe na hela. Ukiwa na ufahamu tu lazima uwe na hela. Yaani lazima uishi maisha mazuri.
Yaani kinachosababisha ndoa iwe nzuri sio maombi. Umejua watu wengine unajua kwamba ndoa inatunzwa kwa maombi. Rakashanda, namshika mke wangu, namweka hapa, namweka na kanyaga, nazungusha moto. Utazungusha moto na atakuumiza kichwa. Haya, mme wangu namkamata asiondoke. Hey, lele, rada. Anaondoka. Anarudi amelewa. Kinachosababisha ndoa inakuwa bora ni ufahamu. Maombi yanakuja kuleta mazingira mazuri kwenye ndoa, lakini sio maombi. Ndio maana hakuna sehemu kwenye Bible, tafuta sana, ambapo amesema mwanaume muombee mke wako. Anakuambia mwanaume ishi na mke wako kwa nini? Kwa nini? Kwa akili. Haleluya. Kwa hiyo hapa kitakachokusaidia ni akili, sio maombi. Ni akili tu. Kwa hiyo kuna vitu vingine ukiwa na maarifa lazima uwe na hela, utakuwa na akili, yaani una uwezo. Ndio maana muda mwingine unaweza kushangaa mtu anakuambia anatamani, nisikilize vizuri, anakuja kanisani anaomba Mungu ambariki, bila kujua kila baraka inayokuja inakuja na changamoto. Lakini je, hiyo baraka changamoto itakayokuja nayo utaiweza? Ndio maana muda mwingine Mungu akubariki akupe kile, kwa sababu hakuna baraka inakuja bila changamoto. Unahitaji ndoa. Wale watu unaona pale ukumbini wale pale ukumbini wanawaacha nyinyi muda kwa watu hawa. Wanacheza kwaito, mwenyewe mkazana na kwaito. Yaani wale wakishaondoka mnaenda kubaki wawili. Sherehe imeisha. Sasa mwenda field. Ni changamoto. Ni baraka lakini imekuja na nini? Unahitaji kuwa mfanyabiashara, utaweza changamoto za kibiashara. Mmoja, kuna mtu mwingine anafikiri kwamba kuwa mfanyabiashara ni kwenda kufungua duka na wateja kuja. Hapana, kuna kutafuta masoko. Kuna kuibiwa. Kuna kuwatengeneza wateja. Ndio maana ukienda kwenye magenge mengi unakuta mlokole ameweka Biblia yake pale kwenye genge. Unapozuru wengi, watu wanampita kama wamuoni. Watu kwenye genge la pili, hamjaona? Hamjaonaga kwa magenge kama hayo walokole? Kinachosababisha watu wampite sio maombi, ni kwa sababu ana maarifa ya kibiashara. Changamoto imekuja ya kibiashara, tayari amepewa biashara, kuna hatua nyingine anaiweza. Mnanielewa? Kwa hiyo kitakachomsababisha huyu mtu hata kama akipata blessing ni haya maarifa. Haya maarifa. Kwa mfano, umeamua kufuga kuku. Hauna maarifa, watakufa wote pale. Kwa nini watakufa? Kwa sababu hujui taratibu. Utaanza kwenda kuomba kwenye banda la kuku. Msife. Unashangaa katoto ka kwanza, lakini kwa sababu kuna maarifa kwamba kuna dawa zipo. Mungu aliinua watu kukupa ufahamu. Wewe hutaki. Unalima shamba, hautaki kuweka mbolea, hautaki kusikiza wataalamu kilimo. Kwa sababu una ufahamu. Unashangaa, unasema Mungu hajanibariki. Sio Mungu hajakubariki. Ndio maana muda mwingine Mungu akupeleke kwenye baraka kwa sababu anajua ufahamu uko ndani yako. Kwa hiyo kuanzia leo, kabla hujaomba baraka, jiandae kwa ajili ya changamoto za baraka. Mtu anakuambia natamani kuwa mtumishi wa Mungu, najua mimi ni pastor, mimi ni mtume. Nisikilize. Utaweza hizo changamoto za kuwa mtumishi wa Mungu? Utaweza hizo vita za ulimwengu wa roho? Wewe ikifika saa 3 na una usingizi unatembea mpaka unafanya nini? Unashika ukuta. Jamani, kesho. Utalishwa mavi kwenye ndoto. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapoomba kwamba nataka niwe mtu fulani, lazima ujiandae wewe kuwa mtu fulani, kuna changamoto yake ndani. Unapoomba unaomba jambo lolote, jua litakuja na changamoto. Kitakachokusaidia ni maarifa, yatakupeleka sehemu nyingine. Haleluya. Ni maarifa. Kwa hiyo kuanzia leo unaomba Mungu akubariki kupata mtoto, jua kuna kulea vile vile. Unaomba Mungu akupe kazi, jua kuna kuitunza hiyo kazi vile vile. Lakini kuna kuamka asubuhi, kuna kufokewa,
kuna kupangiwa ratiba, kuna kuvunjiwa heshima muda mwingine ofisini. Uwe tayari. Unataka jambo lote, tegemea maarifa atakusaidia. Haleluya. Kwa hiyo usikae mtu bila kupata maarifa. Ndio watu hawa wanavyotawala. Tofauti napo hawawezi kutawala. Inasema hivi, mstari wa 19, matunda yangu upita dhahabu, naam dhahabu iliyo safi, na faida yangu upita fedha iliyo teule. Mstari wa 20, natembea katika njia ya haki, katika mapito ya hukumu, niwarithishe mali wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Wakina nani? Wenye ufahamu. Kwa sababu Mungu akiangalia anajua huyu ataweza, huyu ataweza, huyu ataweza. Kwa hiyo hiyo ni ya tatu ambao watu ambao wanamtegemea Mungu. Hao watu waendi kwa mganga. Ile changamoto yao ni moja ambao nitalitaja sasa hivi. Watu wanne ambao sasa hawa hawahitaji kuwa wasomi ili wabarikiwe, hawahitaji kufanya kazi kwa nguvu ili wabarikiwe. Na kundi hili ni la watu wanaoenda mbinguni, wanaomtii Mungu. Hawa watu wenye maarifa, hawana utii kwa Mungu. Muda wa kazi ukifika, ni rahisi yeye kwenda kufanya kazi kumwacha Mungu. Yaani ratiba yake ikiingiliana hata sherehe anaenda. Hata akipigiwa simu, bana leo nakutoa auti na kukunulia kitimoto na soda. Kitimoto na soda ya Fanta, anaenda, anaacha ibada. Hawa watu mara nyingi ndio ni wachache sana kanisani, na watu hawa ndio wana safari ya kwenda mbinguni, wanaomtii Mungu. Watu hawa haihitaji wawe na elimu ili wabarikiwe. Ndio wale ambao wanawakuta hawana hofu na Mungu, kwa sababu wanamtii Mungu. Mungu amejitambulisha kama mkuu wa majeshi, kwa sababu yeye ni Mungu wa majeshi, na utaratibu wa jeshini ni utii kuliko kitu chochote. Kwa hiyo Mungu anataka watoto wake wamtii ili wawe kwenye hili kundi. Watu hawa baraka zao hazihitaji nguvu nyingi. Ila kumtii Mungu ni gharama, kwa sababu muda mwingine Mungu anakuambia utoe kile ambacho wewe kwako ndio akiba yako. Muda ambao kuna usingizi ndio muda Mungu anakuhitaji ukaende kwenye mkesha. Muda ambao kanisani, hebu jiulize, muda ambao Mungu amepanga kanisani ibada tunaanza saa 3, lakini wewe unakuja kufika kanisani saa 5, saa 6. Yaani unakosa, yaani vile ndio vitu ambavyo Mungu anaangalia. Unasema pastor, hatukuelewi. Iko hivi, mimi nimeokoka, Mungu amenibariki, na mpaka leo natembea kwenye baraka za Bwana, sio kwa kigezo. Kuna siku nimepaki gari sehemu, nasikia vijana wanasema magari ya urithi hayo. Nikasema angejua babangu alifariki nikiwa 3, sijarithi hata shati. Haleluya. Sijarithi hata shati. Ila nachokijua ni wokovu. Na wewe ulioko mahali hapa, muda mwingine unafeli kwa sababu mtii Mungu. Anza kumtii Mungu uzione baraka za Bwana. Na kumtii Mungu sio baraka, sio shida. Ni rahisi. Haleluya. Jambo la mwisho tunamalizia. Jambo la mwisho ni hawa ambao wanamtii Mungu. Hawa wanaomtii Mungu mara nyingi ni watu ambao wanaanza sifuri. Watu hawa hawana hofu. Watu hawa wanasubiria baraka za Mungu kwenye nyumba ya Mungu. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Watu hawa wanaomtii Mungu wanatembea na nguvu ya Mungu. Wanapokea baraka kupitia nguvu za Mungu. Wanapata upendeleo kupitia baraka za Mungu. Watu hawa ni anointed. Watu hawa mara nyingi ni moto. Watu hawa chochote wanachokifanya wakifika sehemu wanapata baraka, kwa sababu wanamtii Mungu. Wanamsikia Mungu. Wako tayari kumsubiria Mungu. Wako tayari kuamini chochote kwamba ambacho Mungu atawapa. Watu hawa huwezi kuwakuta wanatumia nguvu nyingi kwenye kazi. Wakifika kazini, kazi kidogo, hela nyingi.
Kama kuna sehemu Mungu atamwinulia mtu, atasimama kwa ajili yake. Watu hawa ni wamebarikiwa, ila mwanzo ili utii kuna changamoto ndani. Yaani mwanzo ili utii kuna nini? Kuna changamoto. Kwa sababu Mungu naye anajaribu kuruhusu kwamba je, ni msisimko au ni hisia? Anamaanisha au hamaanishi? Kwa ataruhusu mambo mengi yanayokukatisha tamaa ili ukate tamaa. Lakini jinsi ambavyo wewe unazidi kuvuka vile vikwazo, ndio jinsi ambavyo wewe unaweza kufika kwenye medali yako. Watu hawa mara nyingi ni anointed kwa jambo lolote wanalofanya. Mungu ufungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 10 mstari wa 6. Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 6. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mara nyingi watu hawa Roho wa Mungu anapoingia ndani yao, wanageuzwa, wanakuwa watu wengine. Wanakuwa ni watu tofauti kwenye hengo yoyote. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 13. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawa ni watu ambao hawajasoma, hawana hekima, hawana ufahamu wowote, lakini wamefika, wampelekwa kwenye lile baraza ambalo Yesu alipelekwa, na pale pale ndio Petro alimkana kwamba mjui Yesu. Wale watu aliwaogopa, lakini siku Roho wa Mungu alivyokuwa ndani yake, ndani katika baraza lile alimkiri Kristo. Na kwenye baraza lile aliongea mpaka wakajiuliza, huyu mtu ufahamu amepata wapi? Baadaye wakagundua watu wao walikuwa na Yesu. Yesu kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yao tayari. Ndio maana kuna siku hapa tumejifunza somo linasema, wewe ni nani kwenye ofisi yako? Wewe ni anointed kwenye hiyo ofisi. Kwa sababu wewe umepakwa mafuta, kuna kibali ndani yako. Wewe ni anointed. Wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Wewe ni anointed. Kafanye kwa bidii. Kamtii Mungu. Mungu anasema nini kuhusu wewe? Kamtii Mungu. Wewe kamtii Mungu, utaona baraka. Utaona baraka. Kamtii Mungu. Kwenye utii ndio kuna baraka zote. Utapata nguvu ya kutawala na kumiliki. Na wewe kuanzia leo kuwa mbishi kwenye ulimwengu wa roho mpaka Mungu akubariki. Haleluya. Hakuna kulialia. Usiishi maisha kilokole. Wapendwa, mpindwa. Achana hizo habari. Koma, sehemu ya prayer, pray. Sehemu ya ubishi, fanya ubishi mpaka Mungu mwenyewe akupende. Sikilize, usijiaibishe. Ukipata tatizo usipige simu kwa watu, huyu utajidhalilisha. Piga magoti. Mungu akupe mwelekeo. Utasikia sauti kwamba mpigie mtu fulani, na ukimpigia watakusaidia. Au tulia tu kwenye uwepo wa Mungu. Mungu atakuinua mtu. Lakini kumpigia huyu, yani siku zote unapomweleza mtu shida zako, 80% yao watu hawajali. Yani ulichomwambia ajali. Na 20% iliyobaki anakushangaa, hana cha kufanya. Kwa hiyo hebu jiulize, yote 80% yote haijali. Umeieleza afu haikujali. Umemweleza mambo mengi lakini hakujali. Kwa nini usinyamaze kimya? Mambo yako yanakuhusu wewe. Mungu atakuinulia mtu na kuhakikishia. Mungu atakuinulia mtu, atasimama kwa ajili yako. Haleluya. Na mimi nakuhakikishia huyo unayemtegemea hata kusaidia, ila Mungu atakuinulia mtu usiyemtegemea, atasimama na wewe. Hata kwenye masomo, atakuinulia mwalimu ambaye kumtegemea, mtu ambaye kumtegemea. Hata kwenye maisha utashangaa ambako unasema huyu ni ndugu yangu, kama mmezaliwa tumbo moja. Mtu akikuacha nawe muache, sawa Si amekuacha? Ndio unafanyaje? Biashara si maisha au kuna kitu tena hapo? Siseme mahusiano kwa sababu watu amekuacha sehemu yoyote. Amekuacha na unamwacha. Biashara imeisha. Kila mtu anaendelea maisha yake. Unakaa ofisini watu wakutaki.
unajikomba komba kwao. Hawatakutaka kwa sababu unajikomba. Wewe badilisha formula, linda kazi yako, pita njia yako mpaka wakuheshimu. Fanya kazi yako kwa usahihi ukijua kabisa kwamba kuna watu wanifuatilia, nikosee wanicheke, nikosee wanishtaki. Kwa hiyo jua kuna watu nyuma yako wabaya wanaotaka kukuharibia kazi. Kwa hiyo wewe tahadhari yako ni wale watu tu. Ile usiwajali tena. Ni salamu tu. Mambo safi. Safi. Siku hizi mbadilika. Nikamwambia mbona niko kama kawaida tu jamani, mnaendelea mpaka wenyewe wakuheshimu. Ndio maana Mungu hawezi kumtumia mtu mbabaishaji. Kwa sababu mtu mbabaishaji kazi hajui, anawategemea wamsaidie kazi. Lakini ukiwa mtu wa kujituma kazi unajua, hautakuwa mbabaishaji. Kataa ubabaishaji kwa jina la Yesu Kristo. Ukiwa unasoma, somea hilo jambo vizuri ili ukiingia kazi yako ndio ikubebe, sio watu wakubebe. Mpaka bosi mwenyewe anajiuliza, huyu kaletwa na nani? Bwana anatishia nafasi yangu. Kwa sababu unapiga kazi kweli kweli. Mungu atakuinulia mtu mwingine. Hata hivi wewe uko ofisini unampata mtu apiga kazi, utamkachukia huyo mtu? Ana longolongo. Akikuacha na unafanyaje? Akikupenda mnapendana, lakini sasa akikuacha unamwacha. Hapa kuna watu wanasema sasa pastor, unajua hapa na penyewe labda inawezekana kuna shetani tu muda alipita pale. Hakuna shetani, mshenzi ni mshenzi tu. Mungu ambariki mtu kwa sababu wako wengi. Mungu anambariki kwa sababu mtu anamtii. Mungu ambariki mtu kwa sababu anaomba sana. Walokole sasa hivi wanakuwa na miliki matreni. Kwa sababu kila siku wako mlimani mpaka sauti zimebadilika. Mpendwa, vita, vita. Toko umeanza kupanda vita, una nyumba? Hana. Una gari? Hana. Wewe unarogwa tu, unarogewa nini? Yaani kitu mimi nazalisha mtu aje kuroge ni nini? Unajua kuna watu wengine wananyingiza. Asikia wana wa Mungu walokole wanajiingiza kwa sababu hata shetani anawashangaa. Vita, unalinda nini na hii vita yako? Hakuna. Nisikilize wewe, mtii Mungu, mwishi Mungu. Utajua jinsi ya kudili na shetani. Shetani ni mwepesi kama karatasi. Utamgeuzia kushoto, utamgeuzia kulia. Mimi muda mwingine nikiona shetani anifuatilia na mfanyia jeuri, naambia sasa ili ujue wewe sitafanya maombi hivyo. Naanza kuwaombea tu wanangu. Bila jambo langu wala sishughuliki. Kwa sababu yeye sio size yangu, mimi sio mtu wa kudili na shetani. Unachokisema kila siku ndio kitakusumbua. Badilisha msemo. Shetani sio kuongea kila wakati. Unampa sifa. Usimpe sifa. Ukimwambia shetani kama hivyo, shetani wewe ni mjinga, achana na mimi. Ndio maana tukitoa pepo hapa mnasikiza ninapomwambia shetani, rubbish, mjinga, takataka, yani namvuruga namletea dharau. Na wewe kuanzia leo shetani mletee dharau, utakuwa mshindi.